kuna njugu. Sasa hii njugu si ile njugu. Yaani hiyo kila kitu ni njugu. Si njugu sasa, si ile ya karangwa imepikwa sasa nikaa paste. Okay. Sasa iko hapo kando. So nikaa stew pia. So unaitumia sasa ukikula hizi unagusisha pale na nini unakuwa fiti. Mimi sikuwa najua unajua napenda. Nikikuwa high school nilikuwa mso. Nilikuwa mso sana, nilikuwa na dish fiti kuliko hata nikiwa mtaa. Mimi sikuwa najua Eugene na njugu hivyo. Nimejua naye kwa sababu najua Eugene matoke iwezi kuliwa bila njugu. Haiwezekani bila njugu hakuna biashara unafanya Eugene. Okay. So hiyo alafu saa 10 watu wa kawaida wanakunywa? Watu wa kawaida ni chai tena. Hii tu maji yao. Kaurungi. Wanapewa maji, hiyo vitu vingine mjipange kwa dormitory. So kama unajipanga. So hiyo ndio naonaga hawa wase wengine wote walikuwa gai meal. Lazima uko na do juu. Sasa hapo ndo utaenda. Sasa kwa canteen. Unaweka bread. Unaweka ka bread ama unaweka chapati. Ama unaweka kitu kingine ka biscuit nini kitu tu yote kingine. Sasa hao ndio walikuwa wanafanya canteen sasa thrive hiyo biz. Lakini sasa hao wase wengine hata you don't need easy extras. So kanyi sasa mna get nini? Sasa hapa sasa ni chai ya hii turungi sasa. Lakini sasa hii turungi yetu iko na mpaka kuna miti ingine ilikuwa inaitangwa ni I think I know what you mean. Kuna kamiti kingine ka green sasa kana lemon grass. Kama hiyo tunakuwa nazo. Unapiga iko hapo ndani. Alafu pia sometimes unakuta imeko cinnamon. Yani iko na tu vitu hapo na mkate pia. Slice zako mbili. So yani wale wakihangaika wewe uhangaiki. Alafu je wale ni wengi huku kuna fujo hata zingine kikombe yako imekanyagwa yani kuna tu vurugu huko. Alafu sasa sisi pale hawa sasa wanafaitia iko juu. So unasikia huko kuna vitamini. Hapa pale si tuko ni place open. Alafu sasa tunaangalia tu uko violence. Sasa hii entertainment ya ile vitu zinafanyika pale ndio una yenyewe jo poverty ni nika ukiona huko juu sasa nyuma kwa kuna miti zimepangwa hivi, kuna breeze. Sasa tukikula bread tukiangalia wale wase wakifight huko na fight ya maji tunacheka mbaya sana huko chini. Alafu sasa ndio unasema ilikuwa au wanaweza sasa dina sasa wale ulikuwa na mchele na maharagwe. Na ni saa ngapi? Hiyo sasa ni 6 on the dot. Wala na dishi. Sasa sisi sasa hiyo wale wasewa hii nyingine sasa ndo tuna moshi sasa ndio mambo hapo. Sasa tunajua tuende tu class. Unaweza toka class ka 15-20 minutes ukama udishi vile tu unataka. Udishi. Jina yako ukimakiwa uondoke urudi tena daro, mwingine anatoka rudi. Afanye tu the same. Mpaka saa kudishi yetu ilikuwa nafungwa by 10. Hiyo kitchen hakuna mtu. So dinner sasa nyinyi mnakula nini sasa? So dinner ilikuwa different of course. Kuna siku sasa wamepika ugali, lakini ugali yetu si kama ile. Ile unajua saa nyingine unaenda kuuma ugali hivi na unga. Hii yetu ilipikwa mapema, ilipikwa saa 7. UG wakipika ugali wakishaipika wanaitoa wanaweka tena kwa maganda ya ndizi. Inafungwa alafu chini wanaweka maji. Alafu kuna kwa na vitu wameweka hapo. Wengine wanaweka gamiti wengine wanaweka miti, wengine wanaweka miwa chini. Alafu wanaifunika. Alafu sasa inaeka kwa moto tena ina kama 4 hours. So hiyo ugali manze inakuwa tamu. Alafu ni laini, ni soft, yani unaweza kula hata ugali ka kilo kama uko na appetite. So yetu tulikuwa inapitia hiyo process. Ya wale nikai ya Kenya ni hivi. Mnaona mpaka mkodaro imebaki kama 15 minutes, lakini ule jamaa kwa hapa, lakini unajua hiyo ndio mtakula kisha mama. Mtapambana nayo hivyo. Juu unajua wase ni wengi na wako na njaa na belly sharing. Mko na kaa 45 minutes ya kumaliza hiyo busy. Ukiangalia Kerende, unajua imagine kutoka primary school, nursery mpaka form 6 ndio jamaa unamuona ameingiza hivi kwanza amehang naye hivi ndio. So afikishagi chini kuna so lazima ukuwe pale mbele at least upate ile mix fit. Jo lakini hiyo shule yenyewe je ilikuwa discrimination. Sasa ilikuwa hivyo. Sasa ilikuwa inategemea mfuko yako umejipangaje pia. Na sasa hiyo ilikuwa na pay like how much extra ndio upate it? Hata ilikuwa domob. The difference was like 15 Gs. 15k Kenyan per year.
per year. So that's like 5k per term. per term. Yeah, that's the difference. Yes. But na guess for like the average parent. Yes. you I know. Yeah, inategemea pia, unajua sasa pia kuna mzazi mwenyewe. Sasa unajua wase nilikuja kurealize later. Kuna wase wengine hapo walikuwa wadosi ni madynasty huko sahihi. But unajua kuna wazazi wanasema mtoto wangu ameharibika na nyumbani, wacha aende huko ajue kuna life nyingine, ndio kirudi huku akiona hizi vitu ana appreciate. So it was like a lesson for also some people. Juu pia funny enough mwenye hii shule sasa ako na watu wake na wanang'ang'ana hivi. Wako huku chini. Wako huku wanateseka mbaya, na hata kwenda visiting day kwanza ile siku akuji. Kwanza ile siku anaenda shamba, kwanza anatoka hiyo town. Unajua sasa ako Kampala. Sasa hiyo siku kama ametoka kama Masaka, sasa anaenda huko village, sasa huko Masaka sana kana Nakuru. Anaenda huko. Kwanza unakaa njaa huko. Inabidi sasa unajua visiting day ikifika saa wazazi wengine walikuwa wanakuja mapema saka wana spend time na watoto wao mpaka jioni, yani wana bond na watoto wao, wanataka kujua nini wameleta food kutoka nyumbani, wamepika nini, machapati nini. So unakuta kuna wazazi wengine ni wakati wanakuja 6, unajua 6:30 mnafahamu kwa mmetoka shule ndio mko nakaa 20 minutes kwanza ende shule kwa huko kwa maofisi huko ajue nini kama kuna fee balance kama kuna ulikuwa na mangori wajue alafu mkambond. So unakuta hata ashuke kwa gari, yani gari itoke hapo kwa admission block, hata hataki kujua unaishigi wapi ama kama umekulani anakupatilia gado hivi kama ameishia. So inakutaga wase walikuwa wanajua ikifika saa 10 na jiona mzaji mimi yangu imenuka, hata watakuja kabisa ama labda watatumana maybe later. So kuna wenye of course walikuwa na family zao zinakuja, watu wengi wanakaa na visit. Sasa wanajua ngatu mzae mimi atakam. Hiyo biashara no na mother hakuna mtu alikuwa anakaa. Lakini sasa mimi niko ngatu niko fit juu ile ndo niko nimejenga hii shule, it's enough. I can do anything I want to do here. So niko najipanga mapema. So niko najua mimi visiting day ni siku yangu collect do. So nakaa pale tu nikiangalia mzae wako amekaa na ulikuwa umechukua do yangu na andika jina yako, wale watu naenda kudai usiku. Sasa nakuambia unanipatia saa ama nikuja nilete ngori juu mbele ya mamero. Lakini vile kwa sababu ulikuwa mdogo hauko na guns. Niko na guns kwa payroll, lazima mlipe jo. Sio jo uzuri atakuwa fit. Sio jo hii ni busy. Hawa wase wangu wa job lazima walipe. So hata ule msana ule mbigi au kwa payroll yangu si anajua 20% ya hiyo pesa yako imepiga vita nyingi sana. Sina vitu toboke. Lazima utoboke ama shule kifungwe ile mambo utaona na utakutana nayo ni noma. Na sasa equivalent ya KCSE huko ni inaitwa kama hiyo system yenu ilikuwa international. Na mko mna perform aje compared to perform tu unajua huko sasa nikaa tu only difference is huko ni I will say the game for people to catch up. Ni sisi sema ni slow learners but they give people time. Unajua huko unapampiwa in education hiyo 4 years unakuwa unafaa kuwa vitu nyingi sana. So huko subject ni less na wanakupatia time enough ya kudigest vitu mob, alafu una choose vitu unataka kudo in life mapema. Huko unajua hata sijui system kwa ingia, of course nilitoka huko class 8 nikaenda but najua huko unajua kuna subjects zingine lazima udu mpaka sijui form 3 ndio ukuje ku drop. Huko una drop earlier. Unaona huko ni hii ni week siwezi una drop. Okay. So you kamaliza form 6 after nikaenda sasa KIU. KIU sasa niliingia tu semester ya kwanza nikaanza ile life nataka na ule mode yako class. Nika-evaluate situation, nikaangalia hakuna kitu nafanya hapa na waste time. So ni Kampala International? Nikamwambia tu mzae wewe do hivi. Hiyo do unatumanga shule, ukinipea hiyo utainisikia nikikomba kitu tena. Na kwanza tu mabiz zangu. Mimi nikaanza tu mabiz.